Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni Dominika ya 27 ya mwaka C wa kanisa. Na ujumbe ambao ninakuletea leo unasema imani katikati ya dhoruba za maisha. Imani katikati ya dhoruba za maisha. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekwenda kufanya misa kwenye nursing homes, moja hizi nyumba za kutunza wazee. Na nilipomaliza misa, mama mmoja mzee ana umri karibu wa miaka 82 akaomba kuongea na mimi. Kwa hiyo nikaenda, nikakaa, nikaongea naye. Na huyu mama alikuwa na watoto 4 pamoja na mume wake. Mume wake alishafariki muda mrefu, na hao watoto 3 katika wale 4 walifariki miaka inayofuatana. Kwa hiyo alikuwa amebaki tu na mtoto mmoja ambaye ndio alikuwa anamtunza, alikuwa anaishi kwake. Na baadaye yule mtoto naye wa mwisho akafariki ghafla kwa mshtuko wa moyo. Kwa hiyo kukawa hakuna namna ambavyo huyu mama anaweza kutunzwa na kusaidiwa na mtu mwingine. Ikabidi sasa wamuhamishie kwenye nursing homes. Kwa hiyo nilipokutana naye hiyo siku, alikuwa kama na wiki 2 ndio amefika tu kwenye hiyo nursing homes. Kwenye hiyo nursing home anajitahidi kuadjust na maisha na mazingira. Kwa hiyo ninakumbuka akaniambia, wakati tunazungumza akaenda kuchukua notebook yake. Alafu alipofika pale akawa na kikombe chake cha kahawa. Akaniambia, "Father, unajua hii notebook ni ya nini?" Nikamwambia kwa kweli sifahamu ni ya nini. Akaniambia, "Kwenye hii notebook nimeandika maswali ambayo ninataka nikamuulize Mungu uso kwa uso. Uso kwa uso." Akasema kuna mambo mengi yametokea kwenye maisha yangu ambayo kwa kweli yameniachia maswali mengi zaidi kuliko majibu. Na sasa ninaandika maswali haya. Maisha yangu haya mambo yaliyotokea kwenye maisha yangu yamenifanya nihuzunike sana. Mengine yamenifanya niumie sana. Mengine yamenifanya nilie sana. Akasema mengine yamenifanya nimkasirikie Mungu sana. Kwamba kwa nini Mungu anakubali haya yote yatokee kwenye maisha yangu? Ana maana gani kuruhusu haya mambo yote yatokee kwenye maisha yangu? Kwa hiyo wakati anaongea namna hiyo, ghafla akaanza kulia. Na mimi nikakaa kimya, nikamwacha akaendelea kulia. Alipomaliza kukatokea kipindi cha ukimya, alafu akaendelea kuongea. Akasema, "Kwa hiyo nina maswali ambayo Mungu anapaswa kunijibu." Lakini akanigusa, akasema sentence nyingine. Akasema, "But no matter what, I will keep trusting him." Kwamba pamoja na haya yote yaliyotokea, pamoja na yote yaliyoniumiza, lakini bado ninaendelea kumwamini. Bado ninamwamini, bado ninamtumaini Mungu. Bado ninampenda, pamoja na haya yote bado ninampenda. Unajua ndugu zangu, niliwaza sana. Niliwaza sana kwamba ni ajabu, na ni kwa mara ya kwanza kwa kweli ninakutana na mtu ambaye anatunza kwenye notebook yake maswali ambayo atakwenda kumuuliza Mungu. Lakini nilipotafakari hayo aliyokutana nayo huyu mama, nilijaribu kuangalia na mimi kwenye maisha yangu mambo ambayo nimekutana nayo magumu, nimekutana nayo kwenye maisha yangu. Nikagundua hata mimi nina mambo ambayo kwa kweli ningetamani kwenda kumuuliza Mungu tukikutana. Ila tofauti ya mimi na huyu bibi ni kwamba huyu bibi ya kwake yote ameandika kwenye notebook. Lakini mimi sijaandika kwenye notebook. Kwa hiyo katika maelezo ya huyu bibi, jambo moja ambalo lilinigusa sana ni pale aliposema kwamba pamoja na haya yote, pamoja na kumkasirikia Mungu, pamoja na kuumia sana, pamoja na kwamba nimehuzunika sana, kuna mengine yamenihuzunisha sana, lakini sitaacha kumtumainia Mungu. Pamoja na hayo yote sitaacha kumwamini Mungu. Hili lilinigusa sana ndugu zangu.
hili lilinigusa sana sana sana. Unajua, inawezekana unaponisikiliza sasa hivi au unaposikiliza ujumbe huu, inawezekana kabisa kuna mambo yametokea kwenye maisha yako. Inawezekana kuna mambo yametokea labda hata kwa ndugu yako. Inawezekana kuna mambo yametokea kwa rafiki yako, labda yametokea kwenye familia yako. Huelewi kabisa kwa nini iwe hivyo, huelewi. Yametokea. Huelewi kabisa kwa nini yatokee. Kwa nini yalitokea? Huelewi kwa nini yalitokea. Huna majibu, ukitafuta majibu huna. Inawezekana umekutana na mafuriko ya matatizo. Au inawezekana umekutana na dhoruba mbalimbali kwenye maisha. Inawezekana hata ulipotafuta msaada kwa Mungu, wakati unaomba unatafuta msaada kwa Mungu, ni kama vile Mungu aliamua kukaa kimya. Ni kama vile Mungu alikuwa hajigusi. Umesali na kusali, lakini unaona kila kitu ni kimya. Hakuna kinachosogea. Inawezekana badala ya kupata nafuu, ndio hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Inawezekana hata baadhi yetu tumefika mahali tukajiuliza maswali. Hivi itakuwa hivi mpaka lini? Itakuwa hivi mpaka lini? Kwa nini ni mimi tu? Kwa nini ni mimi tu? Au kwa nini ni familia yangu tu? Kwa nini ni sisi tu tunakutana na haya mambo? Au kama ni mzazi unajiuliza, kwa nini ni watoto wangu tu? Kwa nini ni watoto wangu tu? Au kwa nini ni mimi tu? Tunajikuta kwenye maswali kama haya. Nitatokaje kwenye janga hili? Tunajiuliza maswali haya. Nitatokaje kwenye hii dhoruba? Ni lini na mimi nitaishi kwa furaha kama watu wengine wanavyoishi kwa furaha? Unajiuliza, ni lini na mimi nitaishi kwa amani kama watu wengine wanavyoishi kwa amani? Unajiuliza, ni lini na mimi nitatulia? Kwa sababu ni kama kila siku kuna bandika bandua ya matatizo. Bandika bandua ya matatizo. Ndugu zangu, masomo yetu ya leo yanatugusa sisi sote. Somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha nabii Habakuki. Somo la kwanza. Habakuki alikutana na hali kama hiyo. Habakuki aliandika unabii takriban, alitoa unabii takriban miaka 610 mpaka 605 kabla ya Kristo. Na huu ulikuwa ni wakati wa utawala wa mwisho kabisa wa kifalme wa Yuda, kabla ya kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu na Babeli, ule mwaka 586 kabla ya Kristo. Na huu, ndugu zangu, ulikuwa ni wakati wa machafuko makubwa. Machafuko ya kimaadili, machafuko ya kisiasa, machafuko ya kiroho. Huu ulikuwa ni wakati ambao taifa la Yuda lilikuwa limetoka kwenye kipindi cha utawala mzuri sana wa mfalme Yosia, ambaye alifanya mageuzi makubwa sana kwenye taifa la Yuda. Katika utawala wake alijali watu wote. Katika utawala wake maisha ya watu yalisitawi. Alijali watu wote bila kubagua. Wewe nenda kasome Wafalme wa Pili, utaona ile sura ya 22 na 23. Utaona vizuri. Baada ya mfalme Yosia kufariki, mtoto wake Yehoyakimu ndiye alirithi kile kiti cha ufalme. Na huyu alikuwa tofauti kabisa na baba yake. Utawala wake ulikuwa tofauti kabisa na baba yake. Mfalme huyu Yehoyakimu, yeye alikuwa ni mfalme mwovu. Alipenda uovu sana. Alipendelea rushwa, alipendelea dhuluma. Na huyu mfalme aliingia hata kwenye ibada za miungu. Akaanza kuabudu miungu ya uongo. Kipindi cha utawala wake ulijaa unyonyaji. Watu walionewa, kulikuwa na uonevu wa hali ya juu. Hasa watu wema na wenye haki waliteswa sana. Lakini watu waovu walishamiri sana. Kwa hiyo uovu ulishamiri, ulikuwa unashamiri kila siku. Lakini watu waovu walipata shida sana. Watu wema walipata majanga kila siku, walikutana na majanga.
Ila wale waliokuwa wanatenda maovu, hakuna aliyekuwa anawagusa. Waliishi kwa furaha tu. Kwa hiyo ndani ya Yuda kwenye kipindi hiki kulikuwa na ukosefu mkubwa wa haki. Rushwa ilijaa kwenye serikali yake. Unyanyasaji wa masikini, watu walipuuza mpaka amri za Mungu. Na mfalme hakusema chochote, kwa sababu na yeye alikuwa anapuuza amri za Mungu na maagizo ya Mungu. Sasa wale waliokuwa wanamcha Mungu walikuwa ni wachache sana. Na walionekana kana kwamba Mungu amewasahau vile, kwa sababu walikuwa wanakutana na mateso makali, alafu ni kama vile Mungu amewasahau. Kabila la Babeli lilikuwa linazidi kuimarika na kuonekana lina nguvu kama tishio kubwa. Ili taifa la Babeli lilikuwa ni adui kwa taifa la Yuda. Kwa hiyo walionekana Wababeli wana nguvu. Lakini pia kilichokuwa kinaleta maswali mengi ni kwamba hili taifa la Babeli kilikuwa ni kama chombo ambacho Mungu alikitumia dhidi ya Yuda kuadhibu taifa la Yuda. Kwa Habakuki kama mtumishi wa Mungu sasa na nabii, hili jambo lilimsumbua sana. Lilimtesa sana. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanamwendea nabii Habakuki, wanamuuliza, hivi nini kinachoendelea? Mtumishi wa Mungu tueleze, nabii tueleze. Kwa Mungu yuko wapi kwenye haya mambo? Kwa nini Mungu anaruhusu tukutane na mambo haya? Kwa nini tunateseka namna hii? Kwa hiyo nabii Habakuki aliamua kwenda kwa Mungu. Akaamua kuingia kwenye sala, kuingia kwenye maombi, kumuuliza Mungu kulikoni. Amuulize Mungu nini kinachoendelea. Kwa hiyo alipeleka maswali haya mbele za Mungu, akiomba ili apate majibu ya kuja kuwajibu watu. Kwa sasa huyu nabii Habakuki alipopeleka hayo mbele za Mungu, unajua nabii Habakuki alikuwa ni nabii wa tofauti sana. Alikuwa tofauti kabisa na manabii wengine. Badala ya kwanza kusema Bwana asema, nabii Habakuki alipopeleka haya mambo mbele za Mungu, yeye anaanza kwa kuuliza maswali. Na ni maswali, unaona, ni maswali yenye maumivu, ni maswali yenye kukata tamaa ndani yake. Anamwambia Mungu, Bwana, nitalia mpaka lini bila wewe kunisikia? Nitalia mpaka lini bila wewe kunisikia? Watu wako watalia mpaka lini bila wewe kuwasikia? Kwa nini tunalia? Kwa nini ninalia alafu huokoi? Wanaenda kasome Habakuki ile sura ya 1 mstari wa 2. Uangalie nabii Habakuki anavyomuuliza Mungu, kwa nini tunalia lakini huokoi? Ndugu zangu, hii ilikuwa ni sala ya kulalamika, lament. Ni kama vile kwenye Zaburi nyingi sana. Haya ni mazungumzo kati ya Habakuki na Mungu, ni mazungumzo ya kina. Amemimina moyo wake kwa Mungu. Nabii anamuuliza Mungu, kwa nini unakaa kimya wakati waovu wanaendelea bila kuadhibiwa? Kwa nini unakaa kimya wakati watu wenye haki, watu waadilifu wanaendelea kuteseka? Kwa nini unakaa kimya? Nabii Habakuki hakuelewa kwa nini Mungu anatumia taifa ovu kama la Babeli kuadhibu watu wake, wakati hawa wa Babeli ni waovu kuliko hawa watu wa Yuda. Ndugu zangu, haya maswali ni magumu. Na hili ni fumbo mpaka leo. Watu wengi wakati mwingine tunafika mahali tunajiuliza, kwa nini watu wanaotenda uovu waziwazi tu wanasitawi, lakini wale wanaojitahidi kuishi kiadilifu wanateseka? Wanateseka sana. Wewe angalia tu hata kwenye serikali zetu. Angalia kwenye taasisi mbalimbali. Wewe angalia huko. Jaribu kuwa mwadilifu. Utajikuta wewe ndio target. Wewe ndio target. Utapigwa vita mchana na usiku. Wewe jaribu kuwa mwadilifu kwenye ofisi. Jaribu kuwa mwadilifu. Utapigwa vita mchana na usiku. Huyu ndio anajifanya mwadilifu kuliko wengine. Utasikia wanasema hivyo. Wewe jaribu kusimamia haki uone.
uone changamoto utakazokutana nazo. Jaribu kusimamia haki. Wajaribu kupambana na rushwa, na wale wanaopenda rushwa, jaribu kupambana nao. Utashangaa vita yake. Vita utakayopigwa utashangaa. Utapigwa vita na watu ambao hukutegemea. Utashangaa vita inainuka. Kwa nini? Umeamua kusimamia haki. Umeamua kusimamia uadilifu. Sasa baada ya Habakuki kuingia kwenye sala na kuingia kwenye maombi kumuuliza Mungu, Mungu alimjibu nabii Habakuki mapema sana. Ila majibu aliyopewa na Mungu yalimvunja moyo zaidi, yalimhuzunisha zaidi. Kwa lugha nyingine, nabii Habakuki hakutegemea atapewa majibu aliyopewa na Mungu, hakutegemea. Maana Mungu alimwambia, sikiliza bwana, mimi sio kwamba sioni. Ninaona kila kitu nabii. Ninaona kila kitu. Nina mpango kamili. Akamwambia, nitawainua maadui zenu kuadhibu ninyi kwa sababu ya maovu yenu. Nabii Habakuki hakupendezwa kabisa na jibu la Mungu. Akamuuliza Mungu, yaani Mungu, unataka kuniambia katika mataifa yote kweli unawatumia Babeli kuadhibu watu wako? Kweli? Akamwambia, kwanza hawa watu ni waovu kuliko watu wako wa Yuda. Nabii Habakuki ni kama vile anamwambia Mungu, this is too much. This is too much. Na Mungu anamjibu Habakuki. Akamwambia, sikiliza Habakuki, tulia tu. Kwa sababu mimi Mungu ninajua ninachokifanya. Mpango nilionao ni mpango wa kujenga. Mpango nilionao si mpango wa kuharibu. Si mpango wa kuharibu. Wababeli watawashughulikia kwa muda mfupi, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maana yake Mungu anamwambia Habakuki, kwa nini unahangaika? Kwa nini watu wanahangaika? Wewe ishi kwa imani. Ukiishi kwa imani, shida yako iko wapi? Hutaangamizwa na mtu yeyote. Kwa nini? Kwa sababu mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa ukisoma kitabu cha Habakuki, ile sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18, unaona Habakuki aliishia tu kujikabidhi mbele za Mungu, akaamua kumwamini Mungu. Sasa kuna mambo matatu ambayo ninataka tuyaangalie, mambo mawili makubwa. Nataka tuyaangalie kwa kifupi katika Dominika hii ya leo. Na haya ni majibu ambayo Mungu alimjibu nabii Habakuki. Na haya ni mambo ambayo tunaitwa tujifunze katika Dominika hii ya leo. Jambo la kwanza ambalo tunaitwa tujifunze katika Dominika hii ya leo ni kwamba Mungu anashughulika hata pale tunapoona amekaa kimya. Mungu anashughulika hata pale tunapoona amekaa kimya. Kumbuka Mungu anamwambia huyu nabii wake, nabii Habakuki, kwamba nenda kawaambie watu wangu kwamba Mungu yupo kazini, ninafanya kazi. Sio kwamba sioni. Nipo kazini, ninafanya kazi. Ninachohitaji kwao ni kitu kimoja tu, ni subira yao, ni uvumilivu wao. Ninachohitaji kwao ni uaminifu wao kwangu. Ninachohitaji kwao ni imani yao kwangu. Mimi niko kazini, ninawashughulikia, ninafanya kwa upande wao. Kwa hiyo Mungu anamwambia nabii Habakuki kwamba waambie wawe na subira, waambie wawe waaminifu, waambie wawe na imani kwangu. Hata wakati ambao hawaelewi kinachoendelea, waache kuwa na hofu, wawe na imani kwangu. Ndugu zangu, na hiki ndicho kitu ambacho Mungu anataka kutuambia na sisi pia. Kwamba tuwe na subira, tuwe na uaminifu na imani hata pale ambapo hatuelewi, hata pale ambapo hatumuelewi Mungu. Subira, uaminifu na imani hata pale ambapo hatuelewi Mungu atajibu lini. Tuwe na subira na uaminifu na imani hata pale ambapo hatuelewi haya mateso yataisha lini. Hata pale ambapo hatuelewi Mungu atatenda lini, Mungu atajibu lini. Ndugu zangu, kuna nyakati kwenye maisha yetu ambazo mimi huwa ninasema hivi, huwa kwamba Mungu huwa anatupeleka kwenye shule
ya kujifunza subira. Kuna nyakati kwenye maisha yetu Mungu huwa anatupeleka kwenye shule ya kujifunza kumsubiri Mungu, kusubiri wakati wa Mungu. Kuna wakati Mungu anatupeleka kwenye shule ya kujifunza kusubiri mapenzi ya Mungu. Kuna wakati Mungu anatupeleka kwenye shule ya kujifunza kuwa wavumilivu, kuwa waaminifu na kuwa na imani. Na unajua darasa la hiyo shule huwa linaitwa waiting room. Huwa linaitwa waiting time. Muda wa kusubiri. Hebu fikiria mkulima akipanda mbegu zake. Alafu hebu fikiria eti anapanda mbegu leo, alafu kesho atarajie kuvuna. Haiwezekani. Lazima atangoja. Atangoja mvua nyeshe, atangoja muda wa ukuaji, si ndio? Anaendelea kuondoa hata magugu, ataendelea kulimia udongo, akiamini kwamba ile mbegu inakuwa kule chini. Kwa ule muda ambao unaona mbegu haitokezi juu, si kwamba hakuna kinachoendelea, bado kuna kazi Mungu anafanya kule chini, kuimarisha, kuweka mizizi vizuri kule chini. Hivi ndivyo na imani, ndugu zangu, inavyofanya kazi. Kwa imani tunapanda mbegu ya sala, tunalisha kwa matumaini, hata kama hatuoni matokeo mara moja, lakini kuna kitu kinaendelea kufanyika kwenye maisha yetu. Ndugu zangu, Mungu huwa hachelewi. Wakati mwingine tunafikiri Mungu anachelewa. Mungu hachelewi. Mungu anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo leo hii, ndugu zangu, kama vile wakati wa Habakuki, tunashuhudia wakati mwingine dhuluma, tunashuhudia vita, tunashuhudia viongozi wasio na hofu ya Mungu, tunashuhudia viongozi wanaofanya mambo ya ajabu ajabu. Tunashuhudia jamii inayodharau haki, serikali zinazodharau haki, tunaziona. Na tunajiuliza maswali, Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Kwa nini haya mambo yote yanaendelea? Leo nabii Habakuki anatufundisha jambo moja. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Sauti ya Habakuki, ndugu zangu, ni sauti ya wale wanaolia na Mungu kwa ajili ya dunia isiyoeleweka. Kwa hilo ni jambo la kwanza tunaitwa kujifunza. Jambo la pili ambalo tunaalikwa kulitafakari katika Dominika hii ya leo ni kwamba kuna maeneo kwenye maisha yetu, ndugu zangu, hatuwezi kuvuka bila msaada wa imani. Kuna maeneo hatutaweza kuvuka bila msaada wa imani. Unajua kilichomsaidia nabii Habakuki kuvuka, na kilichomsaidia nabii Habakuki aweze kupata moyo na kuwatia moyo wale watu waliomtuma kuuliza kwa Mungu, kilikuwa ni kitu kimoja tu. Ni kufaulu mtihani aliokuwa nao, ambao ni imani. Ni imani tu ndio ilimsaidia kuvuka. Unajua sehemu hii ya injili tulioisikia kutoka kwenye injili ya Luka, hii injili ya leo, injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 5 mpaka wa 10. Wanafunzi wa Yesu wanamwambia, Bwana, tuongezee imani. Na Yesu anawajibu, anawaambia kwamba imani ndogo tu kama punje ya haradali, imani ndogo kama punje ya haradali inatosha sana. Inaweza kufanya mengi sana. Sasa kwa nini Yesu alifundisha hivyo? Au ni mazingira gani Yesu alikuwa nayo mpaka wanafunzi wakaenda wakamuuliza hili swali? Sehemu hii ya injili ya leo, ndugu zangu, iko katika ile safari ya mwisho ya Yesu ya kuelekea Yerusalemu. Unajua ukisoma injili ya Luka kuanzia ile sura ya 9 mstari wa 51 mpaka ile sura ya 19 mstari wa 28, unaona ni safari ya Yesu anaelekea Yerusalemu. Na katika safari hii Yesu alifundisha juu ya mambo mengi sana. Alifundisha juu ya mambo ya msingi ya muhimu sana. Alifundisha juu ya ufuasi wa kweli. Alifundisha juu ya majukumu ya mitume ni yapi. Alieleza juu ya mateso yanayokuja. Alifundisha juu ya imani, juu ya msamaha. Alifundisha juu ya utumishi. Alifundisha juu ya unyenyekevu. Alifundisha mambo mazito sana. Na ukisoma mistari 4 kabla ya hili somo la injili, sababu somo la injili linaanza ile sura ya 17 kuanzia mstari wa 5. Sasa ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 4, hii mistari 4 ya kwanza,
Unaona, Yesu anawaonya wanafunzi wake kutokuleta vikwazo kwa wengine. Anawaonya wanafunzi wake, anawasisitiza kuhusu msamaha, kusamehe kila mara. Anawafundisha kuhusu somo la msamaha. Anawafundisha hata kwamba kumsaidia mtu anayetubu, hata kama akija mara 7 katika siku moja, anasema lazima umsamehe. Sasa mitume waliposikia hayo mafundisho, waliposikia hayo mambo, wakasema haya mambo ni magumu sana. Waliposikia haya mambo ya msamaha, kwamba mtu hata akifanya kosa lile lile akaja mara 10 kwa siku moja umsamehe, wakaona haya mambo ni magumu sana. Wakasema, Bwana, haya mambo hayawezekani. Ndipo wakamwambia Bwana, kwa kweli katika hili tuongezee imani tu. Tuongezee imani tu. Hatuwezi wenyewe. Tuongezee imani. Ndugu zangu, ili halikuwa ombi la kufurahisha kwa mitume. Kilikuwa ni kama vile kilio cha ndani. Wanasema, inawezekanaje? Kwa maeneo mengine wanasema, mitume wanamwambia Yesu, haya mambo ni magumu Bwana. Msamaha, uvumilivu, kutokukwaza watu, tutaishije namna hiyo? Tutawezaje kusamehe kila siku? Tutawezaje kuvumilia kila siku kwenye kila kitu? Si rahisi kuishi na watu bila kukwazana saa nyingine. Wakisema si rahisi, kwa kweli tunahitaji imani ili tuweze kuyatimiza haya. Sasa ninachotaka uone hapa ndugu zangu ni hiki, kwamba mitume walijua wazi wazi kwamba kuna mambo hayawezekani bila msaada wa imani. Mitume walijua wazi wazi kuna maeneo hawataweza kupita bila msaada wa imani. Walijua wazi wazi kuna maeneo hawataweza kuvuka bila msaada wa imani. Sasa kwa nini mimi na wewe tunataka kufanya kila kitu kwa akili zetu bila msaada wa imani? Kwa nini unataka kwenda kwa nguvu zako bila msaada wa imani? Kwa nini unataka kwenda kwa kisingizio kwamba umesoma bila msaada wa imani? Kwa nini unataka kwenda kwa kusema kwamba wewe unafahamika, una channel? Kwa nini hutaki kutegemea msaada wa imani? Ndugu zangu wapendwa, bila imani huwezi kusamehe. Nikwambie tu, bila imani haiwezekani kusamehe. Tunasamehe kwa imani, sio swala la hisia. Unajua, unapomsamehe mtu, kwa lugha nyingine unamwambia hivi kwamba nimeamua kukuamini tena. Unapomsamehe mtu kwa lugha nyingine unamwambia nimeamua kukupa nafasi nyingine. Unapomsamehe mtu kwa lugha nyingine unamwambia nimeamua kukupenda tena. Sasa hiyo inahitaji neema ya imani. Inahitaji neema ya imani. Na ndio maana mitume wanasema haya mambo hayawezekani bila imani. Tunahitaji tuongezee imani tu. Ndio maana mitume waliomba kuongezewa imani. Ndugu zangu, imani sio wazo la akili tu. Hapana. Imani ni mtindo wa maisha. Mungu anataka imani iwe ni mfumo wa maisha yetu. Na unajua, imani ya kweli ina tabia zifuatazo. Tabia ya kwanza kabisa, imani ya kweli ina subira, ina uvumilivu. Uvumilivu hata wakati ambao mambo huelewi, hayaeleweki. Imani ya kweli inachochea ujasiri, inachochea upendo ndani yetu wa kujitoa. Imani ya kweli inazaa unyenyekevu. Imani ya kweli inazaa ile servanthood, ule moyo wa utumishi ndani yako, bila kuhesabu gharama, kutumikia bila kutafuta sifa, kutumikia bila kujulikana, bila kutafuta kujulikana. Kwa hiyo Yesu anatualika ndugu zangu, tusisubiri mpaka tuwe na imani kubwa. Hapana. Anatualika tuanze na hiyo imani ndogo. Tutumie hiyo ndogo tulionayo sasa. Unajua, ukianza kutumia hiyo ndogo, Mungu anaikuza. Unajua, ninapomalizia ujumbe huu, ninakuomba nikualike ujiulize maswali haya. Hivi ninafanya nini pale ninapoona Mungu amekuwa kimya kwenye maisha yangu? Je, ninaishi kwa imani? Hasa ninapoona Mungu amekaa kimya, ninaishi kwa imani? Ninaishi kwa imani? Unajua, yule bibi niliyemtembelea aliniambia hivi, pamoja na kwamba kuna mambo mengi sana ambayo sielewi, simuelewi Mungu, pamoja na kwamba kuna maswali mengi nilionayo, bado ninampenda Mungu.
Pamoja na kwamba kuna mambo ni magumu, bado ninamwamini Mungu. Na sitaacha kumwamini Mungu, sitaacha kumtumaini Mungu. Ndugu zangu, hii ndiyo imani. Hii ndiyo imani. Kwamba ni pale tunapobaki imara hata pale ambapo hatuelewi. Tunapobaki imara hata wakati hatumuelewi Mungu. Sasa tumuombe Mungu atujalie neema ya zawadi hii ya imani. Tuombe atujalie neema ya kuishi imani kwa uaminifu. Tuombe atujalie saburi, uvumilivu. Tuweze kusubiri mapenzi yake. Ndugu zangu, mimi ninaamini tukifanya hivyo, siku moja tutasikia Bwana akituambia, vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Tumsifu Yesu Kristo.